Bana, kwenye heka za leo bana, kwenye 1 and 2 nimekutana na moja kati ya watangazaji nguli sana hapa jijini Arusha, lakini pia ni mwanafunzi au mwanachuo wa chuo cha The East Africa. Mambo vipi bro? Mambo ni safi ndugu yangu, habari za kwako? Safi. Shemeji na watoto? Kaka shemeji shemeji yuko vizuri pia. Kaka, unataka unluke na wakati kuna mambo yamezuka kidogo hapo katikati. Mambo yapi tena ndugu yangu? Inasemekana umechafua hali ya hewa bwana, umetutambulisha kwamba kuna shemeji yetu na watoto. Sijatambulisha bado, sijatambulisha rasmi, lakini nafikiri hicho ni kitu ambacho bwana Charles kipo kwa kila mtu, hata ambaye anatazama kwa sasa. Ni kitu ambacho yeye mwenyewe anajua kabisa, na yeye pia yupo kwenye haya mazingira kwa sababu sisi ni vijana, lakini pia tunatarajia kuwa watu fulani huko baadaye. Kwa namna yoyote hatuepuki kuwa na hivyo vitu. Siku ya uzinduzi wa Minimum Project ulijitambulisha kama baba mtarajiwa. Hiyo imekaaje? Hiyo ni sawa kwa sababu unajua kila mtu tunapoishi duniani hapa bwana Charles, kila mtu ni marehemu mtarajiwa. Kama ni mwanamke ni mama mtarajiwa, kama ni mwanaume kama mimi ni baba mtarajiwa. Kwa namna yoyote watu walichukulia kwa namna fulani, wengine wakaanza kuhisi kwamba nimeshaoa, wengine wakaenda mbali pia ushamtia mtoto wa watu mimba, lakini haikuwa hivyo. Ni vile tu, yani kila mtu ni mtarajiwa kwa kitu ambacho kinafuata. Ndio maana halisi ya baba mtarajiwa ilipoanzia, lakini pia ni sehemu tu ya kuchangamsha watu. Unajua siku hizi kila mtu ukisikia nickname ya mtu sio kitu cha kushangaza. Kwa na nickname ni kitu cha kawaida pia. Ndio maana nikaamua kujiita hivyo pia. Lakini definitely ni kwamba upo kwenye mahusiano. Mahusiano yapo. Sawa. Sasa of course tumeona mahusiano mengi sana, hasa ya celebrity, wasanii, watangazaji kama nyie, yamekuwa hayafiki mbali. Wewe kwa upande wako unahisi mahusiano yako unayaona wapi? Kwanza nianzie hapo kwenye kwamba hayafiki mbali. Sio kwamba hayafiki mbali, ni kwamba tu watu wanavyojiweka. Ukiwa na mtoto wa watu kwenye mahusiano na kwenye akili yako unajua mwanaume ndo anaamua mahusiano yafike muda gani. Ukiamua kwamba huyu nitamtumia afu baadaye muda nitamwacha, tayari wewe ndio umekuwa chanzo cha kuachanisha mahusiano yako mwenyewe. Lakini binafsi kuna baadhi ya misingi ambayo nimeweka bwana Charles tokea niseme mdogo. Sikuwa na haya mawazo ya kuwa na mahusiano kwa sababu nilikuwa sijui, lakini tokea nimeanza kuchepuka na kufahamu hivi vitu, lazima uwe na misingi. Moja ya msingi wangu mkubwa ni kwamba sitaki kuwa kwenye mahusiano ambayo najua yatakuja kuvunjika. Bana, tunaishi muda ni mchache kweli kweli bwana Charles, na siku hizi ukikaa miaka 60 70 bwana wewe umeishi sana. Kwa ninachomaanisha ni kwamba kuwa na watu wengi kupitia watu nyingi ni kujichosha bure. Acha utulie na mtu wako mmoja, utafute maisha, upate maisha siku moja, alafu mambo yako kaa sawa, basi Mwenyezi Mungu akubariki akae fresh. Lakini jambo lingine pia ambalo niko nalo serious kweli kweli, ni mtu ambaye pia ana baadhi ya vigezo kama kumcha Mungu. Unajua mtu asipokuwa na hofu ya Mungu, na mwanamke, harakati za wanaume za kazini huku za kazini kufanya kazi kila siku, anaweza kuwekea hata sumu. Huyo mtu hawezi kuwa na hofu ya Mungu. Kwa hofu ya Mungu ni kitu cha kwanza, lakini pia cha pili wajibikaji na kujitambua. Tatu pia mtu anaweza siwe na kazi lakini ukampenda tu. Na hiyo inatokana pia na ile tu ya ndani. Maana mimi nashukuru pia kwa sababu shemeji wananitazama, shemeji yako Chazi ni mtu ambaye kidogo future yake pia imeanza kung'aa kabla hata ya mimi. So tuamini kwamba shemeji yuko mmoja. Hayuko mmoja, yuko mmoja. Au huyo mwingine sijajua, huyo mwingine hayupo. Tukubaliane kwanza yuko peke yake, si ndio? Yuko peke yake. Sasa nafikiri hata mimi pia niko peke yake kwake. Okay. Kaka, unaamini kwenye hilo? Naamini. Okay, sasa natamani kufahamu kwamba una kipi cha kumwambia shemeji yangu popote alipo. Hebu mwambie chochote basi. Unajua naweza nikamwambia anipende, lakini swala la kukupenda, uaminifu ni yeye. Ndio maana unajua Charles siku hizi mpaka ameingia kwenye mahusiano, maana yake ni mtu mzima. Kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kumpangia kama yeye. Kwa hiyo popote alipo bwana shemeji yako, mimi cha kumwambia aendelee tu yale tuliyoongea hapo. Haijabadilishwa, na bila shaka interview hii pia ni moja ya kitu. Sijui umewaza nini bwana Charles mpaka ukaniface, lakini nashukuru sana kwa sababu binafsi pia nimefurahi kwa sababu nilikuwa nafikiria haitakuwa nzuri ili ibaki kwako, lakini nafikiri imekuwa nzuri na pia mimi nitaichukua nitaiweka. Kwa hiyo popote alipo ajifeel iko vizuri, nafikiri pia itamfikia. Kama itamfikia kwenye mitandao ambayo nitaiposti, basi nitaitengeneza vizuri, nitamtumia na yeye pia hiyo. Sawa, basi shukrani sana. Bwana shukrani. Bana, popote ulipo shemeji yangu Piskali, mke wa Bosso Bariki Updates. Bana, jua unapendwa, sawa? Lakini usifanye mchezo, usichukulie poa. So ishi na mwamba. Asante.